Bwana, mambo vipi wanangu wa Bongo 24? Leo bwana niko na mwanangu wa Away Brown Savage hapa. Nataka tupige swali mbili tatu kuhusiana na ile lifestyle ilivyobadilika baada ya kupata mzungu, na leo tunamwona tena ile account ambayo mara nyingi alikuwa akifanya fujo haionekani. Shida ni nini? Assalamu alaykum, bwana Yesu asifiwe. Wa alaykum salam, bwana Yesu asifiwe. Bwana, mimi naona kama changamoto mzungu. Kumpata mzungu ni changamoto sana. Watu wamekunja. Watu wameripoti account yangu ya Instagram. Also bwana, ila nimefungua nyingine ya Brownie_Savage_21_. Muona bwana, na account nyingine. Ila mwanangu, vijana tunachukiana sana katika kutafuta ugali. Wanakunja. Hivi mwanangu, mimi mtu hawezi kuniajiri. Kwa jinsi nilivyo hivi, au so bwana. Kwa muonekano wangu na nini, siwezi kuajiliwa kwa sababu hata tu na mazingira mengine jinsi nilivyojiweka mimi Kinyamwezi, au so bwana. Ila Instagram account yangu ile mimi ndio alikuwa ananipa ugali, yani nilikuwa naokota sana. Kwa namna moja ama nyingine mwanangu. Ila mwanangu, hii kisa nimeposti niko na mzungu, maana niko huku, maana niko kwenye mandege, maana niko hivi. Watu wameona kama napata. Na nilipotokea mimi nimetokea kwenye yani maisha ya chini sana. Wachizi wengi wanajua. Watu wameniripoti nirudi tena chini. Sasa inakuwaje? Afu sisi vijana watafutaji, muona bwana. Sababu mimi sio mwizi. Muona bwana, sitapeli mtu. Naishi maisha yangu nimenyooka. Wewe unaenda unaripoti account yangu ili iweje? Ili iweje? Kwa sababu mtu kama ana uwezo wa kuripoti account yako, jua ana uwezo pia kukuwekea sumu kwenye sehemu yote. Kwa sababu mimi mtokaji mimi naenda sehemu kibao na kula bata. Sometimes nimelewa na acha mtungi kama hivi, naenda chooni kusana kuminizia tu away. Unakufa. Kwa sasa vijana bwana, sisi watafutaji, cha kuwashauri tusichukiane, sio watafutaji. Umeona bwana, kama ulikuwa na uwezo wa kuripoti account yangu, basi ulikuwa na uwezo wa kutengeneza kitu chako mwenyewe, ukabuni kitu chako mwenyewe kukupatia hela. Kwa sababu umeripoti account yangu mimi, umepata nini? Sasa mimi naendelea kuishi. Fungua account nyingine, maisha yanaenda. Hata ukiripoti account yetu, nitafungua tena account nyingine, maisha yanaenda. Alafu sisi tunakufa. Yaani ukishajua kama kuna kufa, haitaki kumwekea mwenzako choyo. Roho mbaya. Kwa sababu utatafuta hela, utaripoti account ngapi, mwisho wa siku unadondoka, unakufa, tunakuzika. Mimi mwenyewe ulipoti account yangu, mwisho wa siku nitakufa, maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo tusichukiane, si wapambanaji, si vijana. Ule mzungu sasa hivi atumpate tena. Utampatia wapi kaka, na account watu wamesold out? Akupatia namba? Hamna. Wazungu wanapendaga sana Instagram. Yeah, IG napenda sana. Sina namba yake, ila na imani nitapata namba yake, kwa sababu mtu alioniunganisha na ule mzungu na namba yake, na nimetoka kuwasiliana naye muda si mrefu hapa. Akaniambia yuko Russia, Sweden, Russia. Akaniambia akirudi unyama. Umeona bwana, ila aliniambia kwamba bwana huyu anakuja mwezi wa 9. Huu mwezi wa ngapi? Wa 8. Huwa 8. Anakuja mwezi wa 9 tarehe 20, na mimi alishaniambia hivyo nakuja. Umeona bwana. Afso issue. Sasa mimi kabla hata mitandao nilikopo mtu fana maisha ya chini, mpaka na nipo kwenye mitandao nilikuwa siwazi kama nitakuja kupata mzungu. Kwa hiyo mimi aniumizi kichwa. Unanielewa? Yaani mimi aniumizi kichwa kabisa. Sio mama mtu ameripoti baada ya kuona ile interview na hawezi kuripoti. Kweli? Hawezi kwa sababu yeye mwenyewe ana mzungu. Yeye mwenyewe ana mzungu? Hawezi. Yaani mama mtu wako na yeye ana mzungu, na yeye una mzungu. Mimi na mzungu. Kwa hiyo hawezi kuripoti, kwa anajua. Kwa nini mmeamua kila mmoja awe na mzungu, alafu pia mna mahusiano yenu binafsi ya kibongo? Kila mmoja na ndoto yake kwenda away ni? Kila mmoja ana ndoto yake kwenda away. Kila mmoja ana ndoto yake ya kwenda away. Wangu wewe. Tena yeye ndo ameanza kupata mzungu kabla hata mimi. Yeye ndio ameanza kupata mzungu? Kama usinitani wewe. Sio kweli. Nipataje mzungu afu mwe maniga shit nimekaa tu. Hivi. Na hisi naye atasafiri. Kwa hiyo wewe una wivu kabisa? Wivu nao. Sasa yani
wivu kwenye hela mwanangu, wivu nao. Umeona bwana? Kwa sababu hujui yeye labda mzungu kampa plani ipi au anataka kumfanyia kitu gani, kwa hiyo huwezi kumkwamisha mtu. Kwa unasikilizia. Ukisikilizia sana afu ukaja kusikilizia mimba inakuwaje? Ndio ilivyopangwa hiyo na Mwenyezi Mungu kaka. Kama unasikilizia mwisho wa siku wewe inarudi pale unakwambia bwana hii ya kwako, anakuja kuzaliwa mzungu na kwa ya boshoka hiyo unaipata. Watu wangapi mwanangu wana date na mademu wa Kiswahili, wana wazungu na wana watoto na fresh tu. Wako hivyo wengi sana hapa machizi. Umeona bwana? Machizi wapo wengi sana. Nyinyi maisha yenu ni ya style gani hayo? Maisha yetu si ya Kinyamwezi. Ya Kinyamwezi. Maisha yetu si ya Kinyamwezi. Na yeye ana wivu kabisa. Wivu anao. Sasa kwa nini sasa miaka vipi? Zikiita vitu simu zikiita za wazungu inakuaje? Kila mtu anaingia chumba chake kwenda kuongea na mzungu wake. Yaani uzuri mimi sikai naye. Ukai naye. Yaani mimi labda nikienda tu kwake, labda nimekaa siku 2 siku 3. Kumbe ni mahusiano fulani vipasho hivi. Mama kwanza ndo tulikuwa tunakaa wote kipindi mimi nilikuwa sina kwangu. Mimi sinakwambia mimi nimetokea maisha fulani, maisha magumu ya chini. Kwa hiyo nilivyojipata, vipi? Basi kila mtu anakuwa anakaa, utakuwa mimi nikiwa nimekumisi na kuja kwako hivyo. Kwa hiyo sometimes watu wanaona haba wiki. Kwa hiyo hizo wiki kama nazitumia kwenda kwa wazungu sawa. Na mimi hiyo wiki kama natumia kwenda kwa mambo yangu sawa. Ila kukutana fresh. Miaka 5 kaka. Miaka 5. Acha. Hiyo mimi ndo kwanza naipata hiyo. Yaani kila mmoja mna mahusiano, ile kila mmoja na mahusiano yake. Yaani hiyo ipo. Maisha yake bongo hapa. Hiyo ipo mwanangu. Sasa tunashangaa kwa tu sisi kaka. Hiyo ipo mwanangu, usishangae. Yaani usishangae. Kwa hapo yote atawahi kufanikiwa fresh. Yote atawahi kufanikiwa fresh kama analoa kumtoa mwenzie aje amtoe. Akiamua apige juu kwa juu sawa. Kama Sele Gomez. Sasa kumbe wewe unaelewa. Ndio maisha jinsi yanavyoenda sasa hivi. Kweli maisha away. Maisha away kaka. Yule mzungu aje kutafuta tena. Ule mzungu hajanitafuta tena. Atanitafuta tu. Nitafuta tu kwa sababu nilikuwa napata tabu mimi ile Instangu ile. Unakumbuka nilipost tena mzungu mwingine, niliendaga sehemu nikapost tena mzungu mwingine. Akaniambia ni wewe kumbe beach boy, akaniambia hivyo. Beach boy unaonekana mambo mengi. Yani kama beach boy. Kila sehemu unaenda unataka mzungu, kila sehemu unaenda unataka mzungu. Unaenda Zanzibar basi, ananiambia hivyo. Kama tuliza pressure, mimi content creator influencer uso bwana. Mimi kila sehemu na lazima nifanye content. Ni wazungu tu kama wazungu wengine. Wewe mwanzo umeniona mimi na mzungu au uliona mimi nimekufuata? Wewe mwenyewe si ndio umenifuata? Sasa. Hamna akasusa. Mimi nikalabu Mvimbia kabisa. Sasa mimi nataka mchezo rafiki yangu. Na wavimbia bila kuwavimbia wanafikiri wanatoa wewe. Hawatoi. Sasa Vimba ananitafuta tu. Asiponitafuta mimi nitarudisha mpira kwa kipa. Narudisha kwa mama mtu. Sio kwa mama mtu, nitarudisha mpira kwa kipa, nitamtafuta yule mchizi yule, nitamwambia vipi? Kama una manamba nipe hapa. Hujaelewa? Elewa. Sasa nitamtafuta leo. Hivi una tukio gani ambalo hutokuja kulisahau katika maisha yako kwa sababu ni mtu wa club, mtu wa vibes? Ambalo ushawahi kukutana nalo, labda umeenda zako klabu, bar, sehemu za bata, night, mchana, muda wote ukasema bwana hii away imekuaje leo? Tukio ambalo nimeenda bar, kitu kilichotokea sitakuja kukisahau. Una siku hiyo siku sitakuja kukisahau. Sasa sitaki tena hicho kitu kijirudie. Na demu wangu wa hapa Bongo tulipigana mwanangu. Tulipigana kinoma ile siku sitakuja kuisahau. Alikuja mpaka nyumbani kule kwenye kusukumana nikampasua mpaka kichwa. Yaani ile siku sitakuja kuisahau. Afu gomvi wa kijinga sana. Wivu. Yaani wivu wa kipumbavu. Ile siku sitakuja. Alinipiga na chupa ya kisogo mwanangu.
Kwa ugomvi mmoja mkubwa, siwezi kuitaja klabu, ila ugomvi mmoja mkubwa watu wanaelewa wenyewe. Ambao walikuwepo pale wanaelewa ugomvi uliotokea. Sasa kuchana aibu. Yaani ni aibu. Asubuhi mwanangu naamka kuta yani DM kibao. Yaani unajua DM kibao. DM kibao. Mwanangu jana umejicholesha sana mwanangu. Sitaki tena kijirudie kile kitu. Hicho kitu sitakuja kukisahau. Na chengine ambacho sitakuja kusahau Mangwesi. Kuna siku mwanangu tumealikwa kwenye tamasha la Enkeni kule Posta. Mangwesi akachukua gari kwao. So bwana mpaka Posta. Muona bwana. Posta pale kweli mitungi mpaka Lascalinho. Muona bwana Kinondoni. Kufika Lascalinho pale Mangwesi akalewa kinoma. Tunatoka sasa yani tumeingia tumelewa tutoke sasa akasema yangu mimi kuitoa ile gari siwezi. Turudi ndani. Tukarudi ndani mwanangu. Ndani mitungi nikamwambia mwanangu sio kwa umetafuta demu bwana. Afaje? Nikaale naye. Mwana bwana akaniambia baridi. Mimi nataka nichukue loji hapa nilale. Hapa mwanangu toe gari au tumpigie kuna mchizi mmoja anauza basikeli anaitwa Dayo. Tumpigie Dayo hapa. Aje kama vipi gari aitoe mimi anipeleke Mbezi. Mimi kule mwanangu kapata demu. Yaani si ndo mtungi ila pini kweli. Mtungi baridi tutoke magetoni. Tumeenda magetoni unaambiwa mtaani. Nimefika hivi mimi nimeenda kuoga nini? Nimefika kitandani kaoge. Kaanza kuoga kutoka hivi mwanangu mwanaume. Wewe. Awei. Nikashangaa mwanangu. Nikamwambia wewe vipi? Unajua zile. Kwani ulikuwa unajua kama mimi mwanaume? Wewe. Ina maana wakati unaongea naye kule klabu sauti ilikuwa kiume sauti ilikuwa ya kike. Sauti ilikuwa ya kike kabisa. Wanaigiza kabisa yani. Kwanza kama mwenyewe yani kwanza kama mimi nilikuwa nishakukubali. Nikamwambia wewe unanikubali kivipi? Hebu kwanza toka kwanza hapa ndani. Mbona kama unanitetea uchawi? Umeona? Mwanaume kabisa. Sasa ngoja ushangaa ni njaa, shida au nini? Mpaka mtu anavaa nguo za away kabisa. Mtiti mwanangu sababu mimi nipo karibu na mama mwenye nyumba. Mtiti mwanangu kutoka ndani hataki. Mwanangu kutoka ndani hataki. Nikampigia simu mama mwenye nyumba. Mimi kuna demu nimemchukua kuja ndani na kuta mwanaume. Una nyumba kaja. Noma ilikuwa noma. Wewe. Nampigia simu Mangwesi ashiki. Basi mpaka mjumbe amekuja pale. Nikaelezea bwana mimi niko klabu mitungi. Au sio bwana nikamuita huyu. Nikamwambia vipi akaniambia fresh tukaliona dau kabisa. Kufika huko na mwanaume sasa imekuaje? Na wigi yake ile hapo au sio bwana mingo yake ile hapo hiyo. Alafu kutoka ndani hataki. Ameganda. Au anataka posho yake. Posho obviously amfanye kitu chochote. Kugugugu mwanangu ule jamaa, basi nige nguo zangu. Nikampa prova na traki muona bwana akajikataa. Kama wiki mwanangu yani nikipita pale mtaani. Macho ni kodo mwanangu yani. Wanasema ulikuwa away kweli. Hicho kitu sitoje ukisahau. Afu sasa hivi niko makini sana. Ipo sasa hivi kwenye kuselect piece. Inabidi uwe makini sana, yani inabidi uwe makini, yani ikiwezekana uguse hata mazingira ya wewe ya kifua. Wewe. Yani mwanangu sitokuja kuisahau hiyo siku mwanangu. Sijamwadisia mtu yote, hajui mtu yote. Sasa ndio maana wewe wakati unamchukua ulikuwa ujaangalia mazingira ya wewe. Mwanangu anavyojipigilia. Anavyojipigilia mwanangu huwezi kujua. Wajui kabisa. Yani wajui kabisa. Anagonga na makeup mwanangu wigi kali mwanangu pieces ndio hii. Na mtungi ushakubali muda huo. Unasema Beyonce ndio huyo hapa. Kumbe ndugu yangu rafiki yangu. Sitokuja kuisahau ile siku. Bwana. Kinondoni mwanangu. Kinondoni hiyo. Kinondoni hiyo mwanangu. Mwanangu sijamwadisia mpaka leo. Naona akiona interview atacheka sana. Mwanangu vipi ulipiga? Ngambia lipiga. Ukumwambia bwana ndugu yangu yule wewe nilipiga fresh yupo hapo ungeenda kama amna ashaondoka kweli mwanangu mimi ninaenda kwa mwanangu muona bwana nenda kwa mwanangu ndo namwambia ili basi tasomana poa
Ila mama nyumba aliniita akaniambia bwana kuwa makini. Kwa staili unaopoa hadi jini. Akaniambia kuwa makini huko kwenye mitungi. Sasa toka siku hiyo mwanangu mimi sishobokei demo ovyo ovyo. Ina maana ni mtolee macho kweli, yani mtolee kweli tongo, yani ni mzumu kweli, yani au demo kweli huyu. Demo kweli huyu umeona bwana. Ila sasa hivi mwanangu machizi wengi wanavaa nguo za kike. Wanakula mawigi nini? Na makeup, kiingia kichwa. Sasa mimi ningekuwa nimekunywa mtungi mwingi si ndio ningeamka asubuhi naona wewe. Noma. Yaani siku sitoja kuisahau hiyo na siku nimegombana demu wangu. Sitokuja kuisahau hiyo. Yaani ilikuwa jambo la yaani sasa hivi niko makini. Niko makini nikaenda baa, niko makini ile. Kuliko siku zote. Machizi rafiki yangu anakula mawigi, ma makeup vipi sasa? Away. Hivi muda mzuri ukiingia klabu, muda mzuri wa kuchagua pisi ni kabla hujawaka au kishawaka? Bwana kabla hujawaka. Kwa sababu ukiwaka ndio mambo kama hayo. Kabla hujawaka kamata pisi ka pembeni. Unaangaa kabisa hii kweli pisi. Mnaanza kulewa. Lakini ile umewaka sometimes watu wanaopoa mabibi. Sometimes watu wanaopoa watu nyembamba. Mimi sinakwambia, mimi naongea ukweli ambao upo. Watu nyembamba yani watu wanaopoa ovyo ovyo. Mtu anafika asubuhi, bwana mtu away. Yaani wewe unajuta. Mpaka unaogopa. Mpaka unaogopa unasema, bwana sinywi tena mtungi. Kwa hiyo nawashauri wanangu wanakula mitungi, yani kabla ya kuchagua, yani kabla ya kulewa kwanza chagua pisi. Mimi kicho nikuta ndo iko. Nimeenda kuopoa Beach Boy rafiki yangu. Sasa mambo gani hapo? Sasa hivi niko makini, sasa hivi niko makini. Sasa hivi nitavua hata mawigi yani. Sasa hivi nitavua hata mawigi. Sasa mawigi unapima nini pale? Unaangalia kichogo, komwe. Sasa wa mwanaume sinajulikana. Ila kuna watu akipaka makeup mwanangu amenyooka. Kama mimi yule? Yule kanyoka kabisa. Sema huyo away. Huyo away mwanangu. Sitakuja kuisahau ile siku mwanangu. Sitakuja kuisahau. Na sasa hivi wadada wengi kumbe wakienda club wengi wanaenda kutega pale. Hamna, kuna wengine wanaenda kuenjoy. Wengine wanaenda kwa good time. Unajua kuna watu wengine wana mawazo. Vikoba nini, mikopo. Utaona wankalewe tu. Ila ukigumana naye away kama kwa. Sasa wewe utakuja kumfikiria vibaya, anauza kumbe mzao kaenda pale kwa ajili ya mawazo, kwenda ku refresh mind tu. Wandika 1 2 3. Hamna, madada wengi so hawako hivyo. Ndio kujitega. Sidhani. Yaani sidhani. Niliona unapiga story moja wakasema sasa hivi TikTok kila binti ni mfanya biashara. Hii imekaaje? Hebu tuluke nao wanaitwa bongo. Hiyo ipo hiyo. Hiyo ni ipo na kukutana nao sana. Unakuta mtu kaika eti yake hapo nini simu away. Sasa wewe unauza nguo. Sasa unakatika nini? Wewe si biashara yako ni nguo. Onesha nguo, taja bei, taja lipa namba. Watu tununue. Tuna request boda ili ije. Lakini mtu anakatika mwanangu. Muona nauza t-shirt, nauza away. Sasa unauza t-shirt au kuna vitu unaviuza? Unauza away. Au unauza away. Ndio kitu ambacho nimeongea au nimekosea mwanangu? Sasa unauza bidhaa gani? Mbona tukuelewi? Yaani unauza nguo alafu unakata miuno. Unakata miuno inakuaje? Au ndio njia kuvutia wateja. Sasa wateja watakuja kununua. Sasa si ukali yako ungeona mademo wengi wanakatika kule kwenye away. Sasa yeye inakuaje rafiki yangu? Unauza. Ndio maana yani nashindwa kuelewa. Wafanya biashara wa nguo wa TikTok wanatuchanganya. Mnauza nguo, mnauza away. Mnauza away. Unakatika ili weje. Yaani umeshika nguo kuna katika yani. Kwa nini? Wewe unauza nini? Unauza nini? Mimi nashindwa kuelewa mwanangu. Nashindwa kuelewa kabisa yani. Ila watakuelewa kweli. Wajirekebishe, watanielewa. Watanielewa. Wasituki na biashara, tangaza biashara. Wajirekebishe. Focus na biashara. Kwa sababu wateja kweli wengi wako mtandaoni. Sasa wewe unavokatika nini na nini unakuchanganya sasa wengine. Kwa sababu watu tuangalie form 6 hizo. Tutakuwa tunaangalia takola nyani. Sawa. Tuangalia wewe unauza nini? Unakatika, unakuaje? Tunaangalia halia. Naangalia halia. Kwa hiyo unajua si away. Muona bwana kama mna focus kwenye biashara, focus kwenye biashara jamani. Ni ushauri wangu tu nimetoa.
focusini kwenye biashara, mtatupata. Sio wenyewe tunapenda kuvaa, tunapenda kupendeza, tunapenda kutrip. Kwa hivyo na focus kwenye biashara basi. Mimi nimefurahi sana kupiga story na wewe, labda kama kuna kitu ambacho umesahau kuzungumza na wenetu wa Bongo 24, lakini pia wakufollow kwenye account yako mpya Turudi Away. Mimi nashukuru ndugu yangu kukutana na wewe, tumepiga story, au sina mengi ya kuongea, ni follow tu hapo ili tulipoishia tuendelee pa tulipoishia yani. Umeona bwana? Sina mengi ya kuongea. Ni hivyo. Tusichukiane, si wote ni vijana. Sawa, tunapambana. Msiwe mnaripoti akaunti za wapambanaji jamani, mnawafelisha watu. Si unanielewa? Na mnaofanya biashara TikTok msikatike. Mnatoka kwenye wakati mgumu sana. Sababu sisi wanunuaji wa Away, mnakuwa mnatoka kwenye wakati mgumu. Mimi sina mengi ya kuongea ndugu yangu. Shukrani sana. Ila noma.